alikuwa mfalme wa mwisho wa nchi ya Ethiopia, ukipenda Uhabeshi, ambaye alitawala kuanzia mwaka 1930 hadi mwaka 1974. Anakumbukwa kama mwana mageuzi aliyejenga Ethiopia ya kisasa na kama alama ya uhuru wa Afrika dhidi ya ukoloni. Ungana nami niweze kukupa simulizi ya Haile Selassie, kiongozi kutoka katika bara la Afrika nchini Ethiopia. Na kuomba basi uweze kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii. Pale TikTok ni Mzammil_media, YouTube ni Mzammil TV, kisha Facebook ni Mzammil Abdul, msimulizi ni Mzammil bin Rashid. Alizaliwa Julai mwaka 1892 tarehe 23, akiitwa Lej Tafari Makonnen katika jiji la Harare kule nchini Ethiopia. Inasemekana kwamba alitokea katika nasaba ya Solomon, ambayo ni asili yake mfalme Suleimani na malkia Sheba. Alipata elimu ya kisasa pamoja na mafunzo ya uongozi tangu akiwa mtoto mdogo. Akiwa barubaru tayari alionyesha hekima, nidhamu na uwezo wa kuongoza. Kabla ya kuwa mfalme, alikuwa kiongozi wa regent kuanzia mwaka 1916. Baada ya kifo cha malkia Zauditu mnamo mwaka 1930, basi alitawazwa kwa mfalme mkuu na kuchukua jina Haile Selassie. Jina hilo ambalo linamaanisha nguvu ya utatu. Mwaka 1935, jeshi la Italia liloongozwa na Benito Mussolini lilivamia Ethiopia. Haile Selassie ikambidi akate kona kidogo, akatorokea kule Uingereza mwaka 1936. Akiwa Uingereza alitoa hotuba maarufu mbele ya Umoja wa Mataifa, ukipenda League of Nations, akilaani Italia uvamizi huo na kuonya kuwa leo ni Ethiopia, kesho ni Italia. Baadaye alirejea Ethiopia mwaka 1941 kwa msaada wa majeshi ya Uingereza na wapiganaji kutoka katika nchi ya Ethiopia na kuirejesha utawala wake. Kando na utawala wa Haile Selassie, aliweza kuleta mafanikio kadha wa kadha katika nchi hiyo ya Ethiopia. Itakumbukwa kwamba Haile Selassie alikuwa mmoja wa waasisi wakuu wa Umoja wa Nchi Huru za Afrika, ukipenda AU, African Union, mwaka 1963, na akawa mwenyekiti wake wa kwanza, ambapo makao makuu ya umoja huo yaliwekwa Addis Ababa, mji mkuu wa Ethiopia, kama heshima kwake. Na pia ndiye alianzisha katiba ya kwanza ya nchi hiyo ya Ethiopia mwaka 1931. Akajenga shule, barabara, hospitali ili kuifanya nchi yake iwe nchi ya kisasa. Kwa waumini wa dini ya Rastafari, kipenda the Rastafarian, Haile Selassie anachukuliwa kama Mungu ama Masihi, kutokana na unabii uliosemekana kuwa mfalme mweusi atatawazwa Afrika, na basi ikawa ni Haile Selassie. Mwaka wa 1974, baa la njaa lilikumba nchi ya Ethiopia. Matatizo ya kiuchumi na utawala wa kiudikteta, na kadri miaka ilivyosonga, wanajeshi wa kundi la waasi walitia bidii
wakamuondoa madarakani Haile Selassie Septemba 12 mwaka huo 1974. Ilipofika mwaka 1975 Agosti 27, akiwa chini ya ulinzi wa kijeshi, ukipenda house arrest, Haile Selassie alifariki dunia. Kuna wale waliodai kwamba eti aliuawa na wengine kwamba alikufa kifo tu cha kawaida. Haile Selassie atabaki kukumbuka kuwa sehemu muhimu ya historia ya Ethiopia na Afrika kwa ujumla. Msimulizi wako nimekuwa Mzammil bin Rashid.